Maji ya Marere. Naam. Ni kina nani wanafaidika nayo? Nani anakunywa maji ya Marere? Mimi si maji ya Marere. Hivi sasa hapa maji yapi wewe? Maji ya kisima changu. Kwa sababu hivi sasa wewe ukitaka kujenga nyumba ili uoge, ili unywe, ili uende chooni na maji, mchimbe kisima chako. Wewe mwenyewe chako. Wewe mwenyewe. Ukitegemea wizara ya maji? Hapa Kwale kuna Marere, hapa Kwale kuna hapa Vuga, hapa siko itwaje, hapa kuna maji. Pana Bububu. Ni kina nani wana consume haya maji? Ili swali hili shekhe, wajua nilikuwa tuliuliza wao viongozi. Sikia. Maanake wao viongozi wangejibu hili swali. Kwa sababu wajua shekhe, maji ya Marere yale maji yamekaa pale muda kutoka wakati wa koloni shekhe. Mimi nikienuka yale maji miaka ya 70, mimi yale maji naona pale pale shekhe. Lakini kutoka miaka yote shekhe ilikuwa yafai Mkwale. Watu wametoka kwenye koloni shekhe. Imeingia serikali ya awamu ya kwanza ya Jomo Kenyatta, babake Uhuru. Maji ya Marere shekhe, watu wa Kinango karibu na Marere na Ng'onzi, lakini hawanywi wale maji. Yatoka kwa shida, mifereji tena moja. Sasa yale maji yana sehemu zingine ambao yanafaidisha. Ndio tukasema hawa viongozi wanajua ya maji yanaenda wapi. Na itakuwa ni makosa, yale maji ni mengi, hata hii Kwale inaweza kunywa yale maji fresh sana. Lakini yale maji Mkwale shekhe afaidiki nayo. Na hatujui kama kuna sheria ambayo imewekwa ambayo labda ni ukoloni. Si sheria shekhe za rekebishwa. Ni kweli. Sheria rekebishwe, wa Mkwale apate maji. Hata Mombasa pia na haki pia apate yale maji. Lakini baada ya kwamba sasa huyu Mkwale amepata. Kwa hivyo hawa viongozi shekhe hawajawaambia watu haya maji ya Marere yana shida gani hata siku moja. Tatizo liko wapi? Sasa ili ndio viongozi watuambia maneno. Wanafeli kwa sababu ya maji ya Marere ni kwamba mpaka leo kama kuna sheria ukoloni watuambie ambayo inafinya na irekebishwe. Kama ni mitambo, kuna nchi nyingi shekhe inaweza kutengeneza ile maji na watu wakanywa bila shida. Kwa hivyo haya makosa yako mikononi mwa viongozi, ama swali hili ni lao walijibu.